kutufariji sisi kama familia. Na hivyo basi nasema kwa wakubwa, kwa wadogo, wavulana na wasichana, wa baba na wa mama, nashukuru tena kwa mara tena, nasema asante. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na labda kwa kuweza kuendelea zaidi, acha nishukuru pia kanisa. Kanisa hili limefanya kazi kubwa sana. Nashukuru pia wachungaji, wahusika ambao wamesaidiana na familia hii kuhakikisha kwamba hili jambo limetembea sambamba, kwa sababu tunaambiwa ni lazima tumshukuru Mungu kwa kila jambo, katika mazuri, katika mabaya, ni lazima tumshukuru Mungu. Na hivyo basi sina budi ya kushukuru pia kanisa kwa ile shughuli ambayo wameifanya. Wamefanya kazi kubwa sana, mambo mengi sana ambayo umeona yameandaliwa mahali hapa wamefanya wao. Sisi tumesaidia kidogo sana kama familia, lakini kwa upande mkubwa kanisa limeshughulika. Amen. Hivyo basi nawashukuru sana, Mungu awabariki sana kanisa. Na kwa sababu hiyo, hili lilikuwa ni neno tu la ukaribisho, kuwakaribisha mkutano wote ambao wako hapa. Na samahani ikiwa sauti yangu haitafikia wengine wenu, kwa sababu naona vipaza sauti kabisa vimekosekana, mtakusamehe kwa hilo. Lakini mpaka hapo nitaweza kusimamishia hapo kidogo, nimrudishie ratiba mratibu ambaye anaendelea na programu ya leo. Na tena niseme karibu kwenu nyinyi wote, na Mungu atubariki wote. Hebu pigieni kiongozi wetu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na basi kwa muda huu nichukue nafasi ya kukaribisha viongozi mbalimbali kwa ujumla. Sitaweza kuwataja majina. Nianze na viongozi wetu. Tuko na ba demitualite betu ambao wanatuongoza mu masteti mbalimbali. Niombe waweze kusimama, tuwaone, watusalimie, watupungie hata mkono namna hii. Kiongozi yeyote wa Bafuliro ambaye yuko mahali hapa anaweza kusimama tafadhali. Yeyote asimame, atupungie mkono namna hii. Basi lakini pia tumeshirikiana na watu wengi sana hapa. Naomba niwakaribishe sana tena ndugu zangu Wabondo, viongozi wa Wabondo wenye kuwa hapa. Naomba msimame viongozi mtupungie mikono namna hii. Hawapo viongozi wa Wabondo, wa Wabembe. Asante sana, mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Naomba basi wachungaji walioko mahali hapa wa kanisa zote bila kubagua kanisa, hebu kwa heshima tu wasimame watupungie mkono namna hii. Wachungaji tena. Asante. Basi kama ambavyo ameshatoka kusema kiongozi wetu, ni hivyo. Na hapa tunaenda kukaribisha atakaye tusomea maisha ya marehemu. Ni lazima tujue maisha marehemu ilikuwaje na imefikiaje. Na kwa heshima kabisa niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu sana, utusomee maisha ya marehemu. Barikiwe sana. Tubere munyerere mureko uruho hagati y'uvigambo mukuba umushosi agenda nigambo. Hano tukona mukyanya ky'emila, naho twakizigenda hoshi tutayibagire imila. Wamusoma uburambe bwana kwigendera hari kuko kuvenga atari na utegura ngabusoma mu Kiswahili, ariko nyenjwa ngabutegura mu Kifuliro mukuba imila tutagibagira. Unasoma maisha marehemu. Acha ni wasi nyinyi nyote msimame
kwa sekunde chache tu ili tumkumbuke marehemu. Sawa, asante. Keti tena. Katika maisha ya marehemu, unapofika nyumbani mkasoma kitabu cha Ayubu sura yake ya 14 na mstari wake wa kwanza, mtaona maandiko haya. Maisha ya marehemu. Marehemu anaitwa kwa majina ya Espoir Matebura wa ukoo wa Batumba. Baba yake anaitwa kwa majina yafuatayo: Joka Prince wa ukoo wa Batumba. Mama yake anaitwa kwa majina yafuatayo: Zowena Riziki wa ukoo wa Bahamba. Kuzaliwa kwa marehemu. Marehemu alizaliwa tariki 2 za mwezi wa 9 mwaka wa 2022 pa Burundi, kambini Musasa kwenye provinsi ya Ngozi. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa angali mtoto mdogo, ila marehemu amebarikiwa na baraza la kanisa. Wakati walipofika hapa Marekani, marehemu akawa tena ndani ya kanisa na kuanza kuimba muekodi katika kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Kifo cha marehemu. Marehemu hakugonjwa. Marehemu amekufa kifo cha ghafla. Marehemu aligongwa na gari kwenye uwanja wa kanisa kwenye sikukuu ya Pasaka. Tariki 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 na saa 10 kamili. Marehemu aliishi hapa duniani muda wa miaka 2 na miezi 6. Jamaa na marafiki wanamtakia mapumziko mema. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Basi tunataka kukimbizana na ratiba yetu haraka haraka. Naomba nirudi nyuma kidogo. Wahenga wanasema asiyerudi mtoni ina maana hajasahau kitu. Nilisimama sikujitambulisha majina yangu. Naitwa Petro Byamungu au naitwa mchungaji Petro Byamungu, naishi Akron pale. Wanaonijua na wasionifahamu, lakini ukilikuta siku nyingine majina yangu ni hayo. Hapa tunaenda na ile ambayo tunaita kwenye lugha yetu ya Kifuliru mugingi webwami wejama. Mugingi wejama yimuke atuhezi gambo. Mafuliru turambe. Turambe. Ileko ruwaga tuyuvage byatuleta hano. Twadeta kongwa badata na bamawe misore minyere ne misore mitabana abakayuvo mulaga kwengu bayagwa mulugo lwana kitumba mwanaleke mikola yinyu mwanashaga musteti mbalimbali mwanashaga musiri mbalimbali mwanaishikunga na kitumba kuje muya na mula kuluskulwa zene babapigira kongwa bwelene
muyamene yongome atabe hano naho mwana kitumba hakabe nebo gundi mugayuvo mulaga munakibite munajikunga iyimboko igaba yagwa mudingo na kitumba umundu atakalwala akafwa ulufu tongata nguvaika kwa mulugolo na kitumba yanamigwa kiturumbuka uyo mwana anamitusiga mu bobulyo anagongwa no muduga anasherera anami tera amashaga kora kitumba atatola mulozi amuhamagalaga mugengi we bwami aje mubuka kwa mukabanda tongagira kusiga kamutakibawe afundi banga takusigana unate ile mera mutaiva giremila mugingi we bwami aje kubuka mugingi we bwami atamudetwa muzina atadetwa mwizina nabangana tinda kuba ngalo mala mugatu kesherera na hamagala mugingi we bwami mwijari kwibarabara diririrefu na mabarabara ge mwitwe Kongo gahari bisiri mitukareta murenga ashwakiri kupikipiki wali wahika Kongwa karibwe baba tuhezebye bwami nanga Kongwa kera ngo ligoti yonga bagwira bandikire bafuli turambe bafuli turambe nani lekande manganani ikungu inashage mdelugulu ashagele mera kamwe balemberezi bataba hano kabafundi batabara balemberezi bakagenda hari mlemberezi ndamulosa kamulembereza mulosi kwa nanga nanga Andrea lireba bebe ko na takoni isiko mlembereza tanga buziri ata hakadalo mlembereza mba izinako kubenge mwami kera tumuntu alira nandi hano nenda kulosa kumlembereza mulosi kwa ifize tamwiki wiki leka tuwasimire mweshi kubenge Mungu akasima kutuhuza tweshi hotuli hoshi umlala go mufuliru gutula handi hoshi byo natuma mwami atabaraki obana bandu baki namali okailemera bwobuno naija ni nomulindi mwami amanduma jewe hayuli mwamaguluka nimwe mwami ndawa lola mwami amutu mabandu bage bagweti mwami amandu mati ugende yo munde muhyahya imuhyahya mashi na yuwa ko hari gambo lyabayo umbikize iri gambo nimenya kuchukua iri gambo lake basi nani buno namajagana nebikombo ukushaka hilemera nabuno ngolagana muhyahya nashiko mwami ngisi ko biba mubanga yoshi nekifuliru nengome yitu tutamuyibagira ngome yitu tofuliru hatumuganda hoshi ngome yitu tumikolesa kokola kwa bana ba Israeli tutamuyibagira rogambo litu basi namasima bone mwambi munda andu makumena hamane kibo ky'abantu ndashimiye ko ngamane kibo kingaki koma bashimwe ziri akambura tiyo munda mbiya y'abantu bose batakibaho haiko kena maika numia ya nabona bantu boshi bahundaka basi
nakalweka bagishe mwisho. Basi na mali gani gambo zamani. Basi imbera ku dati gambo na umbera Kitumba kangalonga irambindi ngatolera mwami gira nigosole kiheko kyambereza konanga niishi mpaka lokaya ndakire to kigiri hoye ishubira bindi iriho tatu wire ko nangere kongwa bafuliru murambe bafuliru turambe yewe ngoma yanga de tugira kashatu yewe ngoma boko abafuliru kera mukabagire ngome boko mukaje kana munda mukadeka shorongo mukera mukabagire bekaya mwami amagwiraga jewe ikiheko kyani wa mgeno kigwete na kuwagano kigwete kino kiheko uyemera kuweka mkalakaya ulangize kuchi kwa kaya kagenda kubenge inguba yago mkayo kaya mumenye kuchi kubegera umbikize irigambo kubenge nijikoyo mundu atereke munda atakola nani umwana kushitanga kitoro mukwa mwami arambire higule bitoro mwami atura aramba hule bitoro weruanga bana kuwa butwa mwami yamba konisi nakwata uno wa butwa kushezi na hono ikitoro akilo agana kimba anambura kati uno muntu kila terekaga atakiriho basi na maisha tano ukuye meza mufuliru nukumira mufuliru yashi nukuminyamba mayitu mtakiri yubagira monga ibona ngamalere abenyo kubona ngamalere nisime nilandira hinindi higuru ni bayereke bafuliru muri no Marekani to tukashada hilemera tutabibagira ingome yitu tumugenda hoshi mukiri yuvwa no gaivu irisa ya mulonga byagawuro gundi kino kiri kitabira na reza naho basi igamba la manita hano nizikona buhamba mwizi no sikuzoshi inguba ikashuka mukaloka Kitumba Kitumba mukiro kya cyosha kabaliri yaha ikyanya inguba ikashuka mukaya niziko atakalongo bulyo bokushaka ndiko ngagenda gendi haluizi kandira genda gendi hinga Kitumba shamushiba liri aho hakaya inguba nangisikuma yuvo ko wamera letako uno bisiga muno iringuba ikamtwa ko basi na maisha gani kwa bwira ko kisi yeshi umuhamba yeshi umutumba yeshi ukagana mahanga umutumba yeshi ukagana mahanga yeshu yishi kwa kagendi hanga zenda buno ashakulwa uwato boshi bushubiye gasirwi babu yabira ubike muluishi bashoje bagende bahive bahita shenge bahita ngulube bagiletere mwa bagiletere rishafu chafu na goje haktwa goko kuma nini kaligago na wasimira mugire mwana kali bayigirize nini ikia nyomugingo ebo wameadeta ko tugiremwa oho kumdetaga ko yewe ngoma bafuliru turambe bafuliru turambe bafuliru tugiremwa ami ngoma koko Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba nieleweshe kitu kimoja kifupi, ni kwamba kwenye asili zetu au kwenye asili yetu ya Kifuliru kuna vitu tunaruhusiwa kusema kwa Swahili, lakini kuna vitu tunalazimika kutaka na tusitake tuviongee kwa lugha ya Kifuliru. Kwa hiyo munaweza kutuia razi kwa hilo.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi najua baada ya kukusanyika mahali hapa tumetoka mahali mbalimbali, na kama Wafuliru hatutachoka kuwashukuru. Najua tuna marafiki, tuna wandugu, tuna jamaa, tuna majirani. Labda kuna yule pia alikuwa hajawakilisha mchango wake, amesahau, au kuna mwingine, najua kuna watu wametoka masteti, kuna waliochangia kwenye grupu, lakini muda huu niombe DJ atupe pambio kidogo ya muziki, alafu kama ulikuwa na mchango basi tunakukaribisha ukaweza kuleta mchango wako mahali hapa waweze kuupokea kwa kuweza kufariji familia ya marehemu aliyetuacha, na Mungu awabariki. Oh, sana. Sana. Basi tuna kofia hapa, unaweza kuwa hata kama hauna envelope, kama una pesa kawaida, kama una bahasha, basi unaweza ukaweka. DJ Bwana Yesu asifiwe. Tasema kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ni umoja ambao nimekutanisha kwa siku ya leo mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Kama nimesimama hapa, ninaomba mama yetu waje, Zuena simame. Anaweza kusimama, jitahidi asimame, afike mahali hapa. Na neno nitakalosema ni kwa niaba ya ndugu Pasianse Mronda ambaye ndiye anayetuwakilisha kama watu kutoka Msasa, diaspora kutoka Msasa. Bwana sifiwe sana. Na diaspora kutoka Msasa tuna lengo ambalo tuko tunalifanya hapa Marekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kukusanyisha watu wote ambao tulikusanyika nao, tuliishi nao kambini Msasa, tukakutanana mahali hapa. Ndio lengo letu, kusaidiana katika shida na raha ambazo ziko katika hii nchi ya Marekani. Naomba kwa heshima zenyu, mtu yoyote anajua kwamba litoka Msasa, diaspora Msasa, anaweza kusimama kwa heshima zake, mahali anapoketi anaweza kusimama ili tuseme neno ambalo limetuleta. Jamani, tusimame kwa heshima zetu. Diaspora kutoka Msasa, na shangwe na vigelegele sana. Tupige makofi jamani. Kama tuna mchango ambao tumefanya kama desturi letu, tumesema kwamba tunapokosa mtu, tunapopatwa na shida, kuna mchango ambao tunafanya ili tunafika mahali mtu amepotea, tunampatia msaada kidogo ambayo imepatikana. Na kwa hiyo tumeweza kuchanga pesa za Marekani 2,627 dola za Marekani. Bwana sifiwe sana. Tunaweza piga shangwe na vigelegele sana. Na tunampatia dada yetu atafua hemo manguo kwa siku ambazo alikuwa anafanya. Na neno la kufuata, tunaalika watu diaspora Msasa, yule mtu ambaye hayawahi kujiorozesha, milango iko wazi, akaribie ili tumujue na tumtambue. Unaweza kuwa tu ulitoka Msasa, mtoka Msasa, lakini haujulikani kwenye kundi, haujajiorozesha kwenye kundi. Unaweza kuchanga lakini hawajakuandika kwenye kundi. Shida haikuwaki na haya, haikuwaki na adabu. Hatujui siku shida naweza kupatikana, ila tunakaribisha watu wakuje, milango ikingali wazi
Karibu na Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Basi tunaendelea. Kama kuna mtu yeyote, familia nyingine ina mchango, unakaribishwa. Ni kwa ajili ya familia ambayo iliyopata matatizo. Karibu, unaweza kaweka kitu chochote kama unacho. Asanteni. Niombe kabisa, tuko haraka kidogo, kabla sijamsimamisha tena kiongozi wetu. Watu wa protocol, naomba mkutaniwe tayari, kwa sababu kidogo nataka niruhusu chakula. Watu wa protocol, mkutaniwe tayari, nataka niruhusu chakula. Naomba nirudi nyuma kidogo, nimusimamishe tena kiongozi. Kuna neno kidogo ambalo nataka malizie kusema kuhusu mutualite yetu ya hapa Ohio. Hebu tumpigie makofi tena Sabari. Tena niseme jambo wa ndugu. Jambo dogo ambalo nataka kulizungumzia hapa linahusikana sana na Wafuliru ambao wanaishi kwa hii state ya Ohio. Wafuliru wengi wenye wanaishi kwa hii state ya Ohio huwa ni kama vile mumejiachilia. Niseme kama wale wenye wako hapa Columbus, Ohio. Tuko na familia chache sana za Wafuliru hapa. Sidhani hata kama tunafika 10. Lakini gisi ambavyo mnaishi sivyo ndivyo gisi mnastahili kuishi. Kwa sababu shida kila siku na mwanadamu wanaambatana. Tunatembea na matatizo, tunatembea na vifo, tunatembea na magonjwa. Hii mwili leo iko hivi, ni maua, kesho imetoweka. Na hakuna njia nyingine ya kujinasua kwenye hiyo tatizo kama taifa lako au kabila lako haliwezi likakusaidia. Mumeona gisi tumefanya kwenye sehemu mbalimbali, kama Wafuliru wengine wamepata msiba. Munakuta Mfuliru amekufa. Mfano mzuri ulikuwa hapa karibu yenu hapa Akron, wakina ndugu hawa. Alifariki mtu pale. Mliona tuliitisha Wafuliru kutoka Marekani mzima, walikuja walikongolana wote pale. Magari yalishindikana mpaka polisi walishindwa hata kuongoza watu pale. Mliona wamama walitoka kila sehemu kuja kutengeneza vyakula. Mliona wamama wa Wafuliru walitoka kila mahali kuja kufanya kazi zote zilizohusika za msiba. Na kila kitu kilienda shwari, kilienda sambamba. Mliona Wafuliru walikongoa pesa nyingi sana kuweza kufanya ule msiba uweze kwenda vizuri. Sasa hili swali hapa kwenu hapa Columbus hapa likitokea leo kwa nyinyi mnaoishi hapa, sidhani kama litakuwa vile kama tulivyofanyaga hapa karibu yenu hapa Akron hapa. Kwa nini? Kwa sababu mnapenda kujificha nyuma ya mgongo wa wengine. Na hili nataka kuambia tu leo wazi kwamba hili liwatoke. Mtu kujificha kabila lao ni utumwa. Mtu kujificha kwenu ni ujinga. Mtu unafaa kuwa wazi kwa watu wako. Mtu unafaa kuwa wazi kwenu. Watu wengine wako wanajificha eti wasijue kama mimi ni Mfuliru. Kwani ulizaliwa wapi? Kabla hujazaliwa kutoka katika tumbo la mama yako, Mungu alikuchagua kama utakuwa Mfuliru. Ndio maana ukuzaliwa mzungu, ndio maana ukuzaliwa Mwarabu, na ndio maana ukuzaliwa kabila lingine lote ukazaliwa Mfuliru. Hivyo unapaswa kujitambulisha. Sikia fier, soyez fier ya kuwa Mfuliru. Acha nimwalike ndugu Vice President wa hapa Akron, ndugu Baramusi, njoo hapa kwanza. Alafu na yeye msimamizi anayesimamia. Huyu ndio kiongozi wa huko Akron, Ohio. Na yeye ndiye wanaishi wote Akron, Ohio. Huyu ni kiongozi na huyu ni vice wake. Sijui kama kuna mwanakamati yoyote mwenye tulishimikaga Akron mwenye iko hapa. Wale wa conseiller, wale wa weka hazina, kuna yoyote mwenye iko hapa kwenye hili kamati? Na muhitaji hapa kama yuko hapa. Niliona wakina Bwija hapa, wako wapi? Wale wanakamati wa kutoka Akron, Ohio wenye wako hapa, wako wapi? Nataka kuwaona hapa mara moja. Wamepotea? Wapo baba, nimeambatana vijana wapo. Haya. Wakati tuliweza kuwateua hawa watu, asimame angalau tumuone,
atupungie hata mkono atusalimia, alafu tutaendelea na ratiba zingine. Karibu papa mchungaji Maketi, na Mungu akubariki sana. Na mchungaji Eliazeri hakuwa hapo, nafikiri ulichelewa. Karibu sana. Tusimame tusalimie. Amen. na kuleta shukrani kubwa kwa kila mtu mwenye iko kati ya ukumbi huyu. Maana yake hakuna kitu kingine cha tunaweza kusema kwenu isipo kuwashukuru, kusema asante, asante, asante tena kama kanisa letu ya Bwana Yesu Kristo hapa Columbus. Na washukuru sana vile mlisimama pamoja nasi wakati wa muda huyu, na vile kabisa mliacha mambo mengi mkakuja kujiunga na sisi. Najua wengi walitokea mbali, si wote tuko hapa Columbus, lakini acha tuwashukuru kabisa kwa hiyo kujitoa na kukuja kukusanyika na kufanya kazi pamoja nasi kwa hii siku ya leo. Nawaza sina mengi ya kusema, nasema tu kanisa la Bwana Yesu Kristo inawashukuru na inawashukuru tena kutoka kwa moyo, na mubarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niombe tu kwamba muda wetu umetutupa sana. Kuna vitu tutaenda navyo kwa utaratibu. Niombe wale ambao wametoka state kwa utaratibu ndio watakao anza kuchukua chakula. Wale ambao wametoka state za mbali wataanza kuchukua chakula, alafu wenyeji tutafuatia baadaye. Watu ambao wametoka state za mbali waanze kuchukua chakula kwa utaratibu, wenyeji watafuata baadaye. Lakini pia vipindi vingine vitaendelea, wale wanaendelea kuchukua chakula, alafu unakuja unalia hapa kwenye meza yako. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali naomba nieleweshe kitu kimoja. Nisameo nieleweshe kitu kimoja. Kwa mnao tungeruhusu wachungaji waanze, lakini sisi ni wenyeji hapa. Tanisameo kwa hiyo. Sisi ni wenyeji hapa. Ndio maana tunaona huruma wale wanaoenda stage. Kuna watu wameendesha masaa 10 na zaidi. Waanze kuchukua chakula, alafu sisi ni wenyeji, hatuna shida sana. Wao watangulie kabisa alafu waende. Basi kwa wale watakao ambao watakaohitaji picha, chakula kitakapokuwa kinachukuliwa, picha zinaendelea. Sijui DJ huku umefanyaje, sijui. Uko tayari? Kwa hiyo neno la kwanza tunataka kuwashukuru kwa baba wa mama ambao wamepata moyo safi wa kuja kushiriki dada yetu hapa Mama Rebeka Tatu Christine kwa hii radi ambayo imeanguka kwa nyumba yake. Kwa jinsi mnajua, hii ni radi ambayo imeanguka, sio kitu ambacho kilikuwa kimekusudiwa kwamba kitakuwa, sio kitu cha kusema kwamba mtoto amekuwa ameugua. Kuna kipindi mtu anaweza kukuza mtoto, anaangalia mtoto jinsi anaugua na jinsi evolution iko, lakini yeye hakuuguza. Ni jambo lenye limetokea tu. Kwa hiyo acha tushukuru hao wa baba ambao wamepatikana hapa, tushukuru wa mama ambao wamepatikana hapa, wametoka safari ya mbali, wametoka huko na huko, lakini wakaja kumshiriki Mama Tatu Christine na jamaa lake lote hapa.
kweli tunawashukuru na Mungu awabariki. Na hii neno ambayo mnaonesha, hii moyo safi ambayo mmeonesha, hii jambo ambalo mmeonesha hapa, msiliachie hapa, mulipeleke nafasi nyingine. Mnajua kwamba Amerika ni kubwa, iko na masteti mingi, na isionekane ni hapa tuko wayo, basi nyingine tutakapo kusikia habari kama hivi, tukimbie sisi wote tuende tufanye nini? Tusaidiane kwa makundi kama hayo. Kwa hiyo tunataka kuhamasisha watu ambao hawajakuwa kwa ile grupe ya WhatsApp ya Wadiaspora Musasa Unit waanze kutafuta viongozi ambao wanaowakilisha Diaspora Musasa Unit. Kwa bahati mbaya tuko na kiongozi wetu hakupatikana hapa kwa ajili ya nini? Ya magonjwa. Viongozi wetu watu wote wanamjua, alikuwa ni direktere pale kukadi yetu ya Musasa, anaitwa kwa jina la Patience Mulonda. Najua mnamfahamu, na yeye sio hatumiki yeye mwenye, kazi hizi zinaenda zinafatana. Unakuwa makamu wake, sekretari wake na kuko mweka hazina. Mtu ambaye mnaona hapa jina yake ni Isaya Pierre.